Okay, mambo vipi? I go by the name the lyrical DJ Sweet K. Na leo it's so amazing. Grow up listening hip hop ndani ya East Africa, you know. Na leo sitaongea mambo mengi sana. Ningependa wao ndo tuongee. I have a whole team, a whole lineup of uko flani this evening. Na leo wacha nianze kwa mkono wangu wa kulia tukienda sana. Manze, hebu introduce alafu tuongee. Yo, kwa majina naitwa Nguchi P aka Mapi P. Mmoja wa kikundi kinaitwa cha uko flani. Yani upendo kote, ole wenu mbeni, funzo la aliyetumba na njia iwepo. Uko flani kabisa. Okay, tukiongea kuhusu hip hop, utakuwa unaangalia dress code ya hip hop imekuwa represented so much. Ningependa kupata inspiration ya dress code yako just in case watu ambao wanaangalia sasa hivi. Yo, inspiration ya dress code yangu yani ni ya ukoo, au sio? Old school hapa tunavaa, sisi tunapenda vaa bagi, hatuwezi vaa vitu tight maana si unajua mambo mengine hata fit ama vipi? Ni ukoo old school. Ningependa kusikia expectation yako ya kesho event ambayo inafanyika hapa hivi ya Koflani album launch. Utuambie how do you feel about it, excited, na mafans wategemea kitu gani kikubwa kesho? Kuhusu event yetu ya kesho, yani tungependa mafans wetu wote wa East Africa, wa Afrika yani nzima, wa dunia nzima, yani all over the world, waweze kutupatia masikio, waweze kutusikizia vile tunavyoambia. Okay, umesikiza kutoka kwa Nguchi. So, 200 next, uko flani representing kama kawa, sema nasi. One at a time, now is our time. Always star shining. They call me Fujo Makelele, aka Buddha Hardcore, au sio Zela Capoeira. Kaboom. Fujo, unahisi watu wanafaa kutarajia sana kutoka kwa group yote uko flani, sababu now I feel mmekuja na new energy na kuna vijana wadogo ambao wana watch, wanapenda kusikiza drill and you see. So ni kitu gani ambacho watu wanaweza kutarajia kutoka kwa timu nzima, ukizungumzia timu nzima? Yo, kile kitu ndio watarajie mafanzi wetu. Yani tunakuja na hip hop ile radcore. Yani mitindo, midundo tofauti, paka wearing za kiukoo. Tutakuwa tuna mavazi pia ya kiukoo, t-shirt, tutakuwa na t-shirt ya kiukoo. Yani kila kitu kiko tofauti kimtindo na ndo midundo yetu tunaofanya, au sio? Okay, huyo ni Fujo Makelele. Twende next, I say, hatari sana. Sure. I go by the name of Guru Gang. Uko flani kabisa, uko flani ndio hii. Ama vipi? Mimi ningependa taka kwanza utuambie kuhusiana na inspirations za sijui inaitwaje hii kwanza? This is just my style, but I like to wear African culture. Au sio, what I represent. Wengine wanapenda kuvaa mabling, manini. Au sio, mimi mwenyewe napenda vitu kama hizi za Africa ku represent our home, East Africa. Au sio. And these are basically sea beans unazi collect kwa beach, au sio? Okay. So sisi vile tumetoka pwani, so unajua lazima zikuwe ndani. Yes. Labda niende controversial kidogo. Kwa mfano mtu angekuja kuambie anapenda sana hii, unaweza kumuzia labda ama kumpatia? Anaweza pata, kuna fundi wangu mwingine, kofia ndo hizi, styles ni nyingi. Wow. Yeah, havituona. So tuna represent yani, au sio? So if anybody wants, holla at me on my IG. I got you feel me? Guru Gang official. Guru Gang uko. So it's amazing, we're not just talking about music na about album launch, lakini tunasema pia kuna products ambazo unaweza kuzipata ukiangalia vile Guru Gang amepiga look yake African, so much amazing, and people watching maybe from Italy or any other country in the world, Europe or Australia. You see, this is where we represent Africa. Next superstar. Yo, asikwambie mtu mwanangu mazee, mimi naitwa Labala, moja uko flani kama K, au sio uko mna represent the roots of hip hop. Umenielewa? Sasa hivi kuna vijana wengi sana ambao wanaingia kwenye hip hop, wanafanya drill, wanafanya vitu vingi sana. Kuna wasanii kama kuna Wakardinali, Brooklyn Boys, you know. Ni kitu gani ambacho mnakifanya, labda kuna collabs mnaweza fanya nao vijana ama au stay kwa lane yao just to watch the game? So basically unajua hip hop iko na genre kibao, pia sub genres ndani. Okay. Unaona, na zote ni hip hop, unaona. So kufanya kazi na wao si ngumu sana. Mwanzo hata tuna encourage ku bridge ile gap ambaye iko hapo hivyo, ambaye si ndio tulianzisha, si ndio? Wao ndio wamechukulia. Sasa kuanzia hapo pia sisi tunaweza kubali pia nao tuunganishe,
wasikizwe na watu wetu na sisi pia sisi tusikizwe na generation yao. Kuna wasanii labda wamewaapproach, especially wewe Labala, kuna msanii yote ashai kuapproach akasema anaomba kufanya kazi na wewe, especially the new generation ambao wako kwenye market sasa hivi? Wasanii kibao sana wameni approach na mazemi, nashukuru kwa sababu bado wananiaminia kama uko fulani, au sio? Na bado na wa encourage waendelee kuni approach kwa sababu kazi iendelee. Na Labala umapata tu kazi napeana. Kazi napeana. Kuna vijana wanajiita Western Bantus. Hata wakadinali pia show yao ya kwanza ya TV, ya radio na mimi ndo niliwapatia. Unaona? Yaani tulianzisha hiyo time tukiwa kwa radio, kwa TV. So ilikuwa rahisi kuwapatia featuring, kuwapatia nafasi za kusukuma kazi zao, wajulikane tukaasisi, au sio? Asante sana, umesikiza kwa from Labala ambaye pia amekuwa TV presenter for a very long time kama kawa. So next bonge moja wa POP. Bulldozer amesema jina lazima cheki kwa ID kwa sababu ana sau. So Labala, POP, ningeomba kwa sababu pia vijana wasikizi wana sau. Ni kitu gani mmekuja kuwakumbusha na the new album from the game ambayo mna represent right now? Yaani mafunzo ni yale. Ama vipi, mafunzo ya mababu. Alafu ukizungumzia, unajua vijana wa majenzi sana ukiwaambia mafunzo ya mababu wanakosa kuelewa. Mafunzo gani ya saa ukizungumzia mafunzo ya mababu? Anafaa kukaa pale akicheki uko fulani, sasa hivi akicheki interview, there's something anataka ku learn so much. Akienda kuangalia album, akinunua pale album kwenye digital platforms, ni kitu gani ana gate and going for this album yearning to get something from you? Yaani hiyo album tayari ni mafunzo. Hiyo album yenyewe ni elimu. Pale kuna primary, kuna seko, kuna college, kuna university, ambapo bado kuna street masomo ya street. Ama vipi? Ambapo yani yote ni maisha nje, maisha ya ndani, na maisha ya magorofa, maofisini, na maisha ya mitaani, ama vipi? Yani maisha magetoni kwa sana, ama vipi? Tusisahau tulikotoka, tunakokwenda hatujui wapi, lakini tulikotoka tuwakupata very well. Ni mbaya vijana, ni mbaya. Ukitaka kujifundisha maisha, this way you get everything. So follow us, follow me the Lyrical DJ Sweet K, na pia follow kwenye digital zetu platform zote. This how we do. Niko na Cannibal pia, let's say something. Bwana, mimi langu ni kualika kwenye show kesho. Kutakuwa na wasanii tofauti ambao tumewalika, wageni wetu ambao pia wata bless the stage pamoja na ukoo fulani. So hii album inaitwa ndio hii, na tumewaandalia mafans wetu na uko fulani, inaweza sema is here and it's here to stay. So Cannibal, juzi umekuwa kwenye limelight, umedrop kwenye Usipime, nyimbo ya Khaligraph Jones, na watu wamekuwa na controversies mingi sana, wakasema you are the chosen one. Umemove kwenye gospel music, and right now maybe wakikuona, unajua people judge too much. What do you have to say about this? Mimi naweza sema ukiniona hapa kwa ukoo ni watu ambao tumezaliwa nao, tumeanza. Lakini je, wenzangu kule waliko hawajaona mwangaza. So si mbaya mimi nikiwa na wao, maana yake ni ndugu zangu. Wewe kwenu ukipata mwangaza unakimbia watu wa kwenu? Haiwezekani. Ila utajaribu kuonesha njia, maana mimi najihisi kama Musa kwenye hii safari ya kwenda Kanani na wana Israeli. Ushaikutana na watu, marafiki, mashabiki, familia, ndugu, wakasema we miss those days of uko fulani, na we miss those days of Cannibal and Sharama? Wengi tu, kila mahali, kila saa kumekuwa na hiyo demand, kumekuwa na hiyo njaa ya kutaka ukoo fulani irudi tena, kutaka ile muziki ambao tulikuwa tunatoka tu yule, unajua. Maana muziki wetu kidogo tofauti, kwa sababu pale ndani utapata kila aina, tumegusia kila aina ya pengo lile ambalo wengi huwa hawagusii. Sana maisha yetu ya kitani na real situations ambazo zinatokea every now and then. Real hip hop. That's Cannibal kama kawa. So we go to the next superstar. Mzee mzima kama kawa, Sharama, mavipi represent uko fulani, toka ngozi, mifupa na damu, mavipi Na leo tuko hapa Alliance hivi. Tumekuja kusawazisha ndoto yetu, tuko sound check, ambao kesho tuko na album launch hapa ya UKOO,
ambayo inafanyika hapa Alliance na ni kitu ambacho kinaanza mida ya jioni, yani inamaanisha around 5 na ni kitu ambacho kinaisha around 10 usiku hapo. So performance katika wale mashabiki wetu ambao wamekuwa na sisi muda mrefu, wamekuwa na sisi siku zote wakitusupport, plus the new generation, na watu ambao kwamba tungependa kwamba watupe ule upendo ambao tumekuwa nao miaka yote, to support movement ama vipi. Na hichi kitu ambacho tumewaandalia mashabiki wetu ni kitu tofauti, manake ni album ambayo kwamba tumefanya uzimani, so rhymes, style, maandishi, mashairi ambayo yako hapo ni vitu yani really amazing. Yep. Kwenye game umekaa muda mrefu sana na kuna vijana ambao wanatokea sasa hivi wanatamani sana kufanya vitu ambavyo umefanya. You have achieved so much ambavyo vitu kama sisi mapresenter tumekuwa kwenye media tumeona kwa muda mrefu. Kwa lyrics zako ambazo zinasema hupuzi ndio kazi na jigamba na kipaji, ni kitu gani unaweza kumwambia mzazi pale nyumbani ambaye anacheki saizi na mtoto wake anamwambia anataka kuingia kwenye hip hop? Mtu ambao mzazi ako hapo nyumbani, kitu naweza kumwambia is not like back in the days tulivyokuwa tunaanza ilikuwa kwa make sense, but sasa ina make sense. Ndio maana hata wazazi wengi wanashika watoto wao mkono. So kwa mzazi hichi ni kitu ambacho ni kipaji na kina malipo mazuri na kina maonekanio mazuri, na ni kitu ambacho kwamba ukikizingatia pia kitakujenga maisha same kama yule engineer ama vipi, same kama yule electrician. So pia hichi kipaji pia kwamba ni kazi ama vipi. So ni fresh sana wazazi pia mkiweza support watoto wenyu wale wenye vipaji, wale ambao wanapenda mambo kama haya. So ni kitu kimoja yani kwamba babu kubwa sana. That's from uko fulani, umesikia representing kama kawaida Sharama. Let's say next superstar. Yeah, I go by the name Dolo Yang kama uko fulani kabisa. Okay, nice and easy. Anasema tupige sauti kidogo, energy. Niregelee tena. Tuendelee. Oh, I go by the name uko fulani kabisa, Dolo Yang. Yeah. Dolo Yang. Tukizungumzia hip hop ya Kenya, tangu mnaanza kufanya hip hop hadi hip hop ya sasa hivi unavyoiona, do you see the current generation ina create hizo heshima ya hip hop kwenye game? Current situations ina create because hatungekuwa hapa kama hakuna hiyo heshima bro. Okay. Yeah, that's it. Kulingana na mimi hip hop ilikuwa ni kitu ambacho ilikuwa inapata so much airplay back then, but sasa hivi I think the message ime go out of control kidogo. People sing about a lot of things kwa industry. Will you stick kwenye simple message ama ingie kwenye entertainment zone na ifanywe kama commercial tu? You are always simplicity is the best. Na ilipotea sababu ya watu wengi ndani ya Afrika walikuwa hawaelewi digital platform how to package themselves. So now market imechange pia. Na hiyo time ya corona sisi peke yetu, dunia nzima mpaka masuperstar pia walielewa strategy ili change. So pia sasa strategy imechange, kwa hivyo pia uko fulani ndio hii imekuja with another strategy. Ndio unaona mpaka uko fulani ndio hii iko na website, iko na kila kitu zake ambayo inafanya ina very biological authentic way. Okay. Yeah. That's nice. Umesikiza kutoka kwa Mzito mwenyewe. I got next superstar ambaye wanasemaga ni last but not least, au sio? Kama kawa tuzungumze na sisi. Mimi naitwa Lavosti, mwanajeshi wa uko fulani, au sio? Nashukuru sana pia kuwa na nyie kwa muda huu. Inakuwa ni blessing kuwa Nairobi ku launch album yetu ambayo ndio inaitwa Ndio Hii, ambao tumejitolea sote kwenda Bongo, tukashikana kabisa, tukakaa pamoja kama my brothers vile tulikuwa kitambo. You know, stakeholders from other, departments and other sides of the business to support the movement, support the works, because we as artisans have something to give to the world, and we would like support to take it all over the world, that Kenya can be seen. Ama vipi? Tuweze kuonekana kama watu ambao tunaweza kubadilisha statement zingine za kuonesha kwamba the youths and the young people have a talent, and that can be packaged as a sales and marketed to the world kama dunia zingine zote, Marekani na Europea pia. Big up sana, you all heard from uko fulani team. Wacha nisalimie ukijana ambaye anakaa pia hip hop piga hip hop luku. Unajua ni wazito kwa nyuma yako Unaitwa nani bro? Kwa majina naitwa K White Clean. Okay. K White Clean ni msana napenda hip hop, na uko fulani nimeanza kusikia nikiwa mchanga kabisa. Okay. Back to back ma 204
205, 207 nilikuwa napenda sana manze muziki zao wase. Hawa so wametujenga sana na sisi tumekuwa inspired nao. So kama mimi pia ni msemaji nafanya hip hop. So nilikuwa inspired nao wase kabisa. Okay. So nataka uniambie ni kitu gani ambacho umetake ukiangalia such kind of stage ambayo imetengenezwa, sound system and everything, na ukiangalia watu ambao wako nyuma yako, kitu gani ambacho unakiona kwenye muziki wako kesho? Naona muziki inaenda international sasa. Okay. Nikiangalia back dressing code zao, tunaona hii kitu inaenda international. Okay. Ndivyo naweza sema. Yes, asante sana kwa everybody watching right now. Follow us kama kawaida. I go by the name Delirico DJ Sweet K. To follow kwenye K24 Digital na to follow kwenye digital platform zote. Na pia make sure una follow wasanii wote wa uko fulani. Everybody amekuwa akimention jina na kizungumzia personally kitu ambacho nakiona. For now, I'm gonna say rudia tena. Peace out.